tunataka serikali ijue ni kwamba tunaona kuna njama ya mtego ambayo tumetegewa tuonekane kana kwamba tutavunja sheria. Ukweli ni kwamba kama hayo masharti hayatatolewa, sheria tayari imetayarishwa kuvunjwa. Na sisi tuko katika mstari wa mbele. Kila ambacho tunaogopa, tunaheshimu serikali na tunalinda sheria ya nchi. Lakini hizi sheria zingine zinatengenezwa hapa kando. Kwanza tumesikia vibaya sana kwa habari ya hii Interfaith Committee. Hatuna imani nayo. Na tungeulizwa leo, tunasema ivunjwe mara moja. Kwanza huyo chairman hana uwezo wa kusimamia Wakristo. Maana yeye ni Mkatoliki na tunajua Catholics ni wachache ikilinganishwa na Pentecostal na Evangelicals. So kama hii kitu ingefanywa kwa halali, yule mtu ambaye angekuwa chairman ni wa Pentecostal. Tunaona hapa kuna njama. Na hii mambo tunaona hata kwa serikali ndio inafanywa namna hiyo. Watu wengine wanawekwa kando, wengine wanaletwa. Sasa kanisa tumesema kwamba tuko macho na tutatetea kanisa, maana Mungu ametuita kwa ajili ya kazi. Hatuogopi. Na saa nyingine watu wasitudharau, wasione kama hatujasoma. Tumesoma na tunaendelea kusoma. Sisi sio wajinga, ni watu ambao tuko na elimu, ni watu ambao tunajua mambo vile yalivyo. So ile ambayo ni haki tutafata, lakini hii ingine ya kutugandamiza tumesema hatutafanya na hatutafanya hata milele. Lakini tunataka serikali ijue leo, hiyo mambo ya kusema kwamba wazee wa miaka 58 kuenda juu wasikuje kanisa, sisi tunasema wakuje. Tutakuja kanisani sisi wote. Tunaomba kanisa lote la Kenya tusimame imara, tukatae mambo ambaye haiwezekani, na tuongee na serikali yetu ambaye tumewachagua na kuwaombea. Wajue ya kwamba kanisa is one of the organs in Kenya that work greatly for the success of this nation. Maana kujaribu kusema kwa kamati lile letu la kanisa ambaye imechaguliwa, wanapitisha lisali moja, watu waingie kanisa, waabudu, wafanye mambo haya yote. Hii ni kama mtego na si mzuri, kwamba tunapopigana na janga nyingine la pandemic ya corona, it's like we are fighting ourselves. It's not fair. Na sisi kama kanisa la Kenya tunaomba president wetu aamuke kama president wengine kama Trump, na aseme mwelekeo yake ya kanisa. Sio mtu tu ndiye anaamuka anafunga kanisa kwa siku moja na kufungua anashindwa vile la kusema na kufungua kanisa. Tunawekewa komiti ya kufungua kanisa na kuweka taratibu, na soko imejaa wiki nzima na hakuna taratibu hata kidogo. Lakini kama kanisa la Bwana tumeamua na tutaendelea kufanya hivyo, and we will lobby kwamba 2022 tunahitaji Mkristo, nahitaji president ambaye ameokoka. Huyo ndiye tutapigia kampeni. Na sasa hatutalala kama vile tunaambia kwa tuombe. Hatutaomba tu, tutafanya siasa na tu vote mpaka tuone kwamba mmoja wetu kutoka kanisa ameingia. Asanteni sana. Ni kamati ya nini mlichagua ambayo mnatuambia ni interfaith? Ilichaguliwa ikirepresent nani? And we are saying here and now, we do not believe that even this committee called Interfaith Committee represents the church. Maana tunakumbuka 2009 kulikuwa na sensa ambayo ilifanywa. Na sensa ambayo ilifanywa ilioneshana vizuri Pentecostal and Evangelical churches zilikuwa na watu members wao walikuwa milioni 18. Catholic ilikuwa na milioni 9. Watu ambao wanaitwa Muslim walikuwa na milioni 4. Hindu walikuwa na watu 50,000. Wale ambao hawajijui kwenye wanaenda walikuwa 6,000. Sasa tunajiuliza, hii committee kweli ina represent kanisa ama inafanya mambo yake? Ndio tunasema hii committee lazima iwe na agenda ambayo imefichwa.
Na kama hakuna ajenda imefichwa, hawangesema lisali moja. Na kama hakuna ajenda imefichwa, hata Muheria mwenyewe hataenda kanisani. Na hawezi niambia ya kwamba mzee mwenye yeye ndiye ananishauri akose kuja kanisani, deacons wetu wakose kuja kanisani. Tunasema mumetusaidia kuvunja sheria. Na kama hivyo ndio mnataka, tutavunja sheria, baadaye muje mtushike na tutatembea kusaidia wachungaji wetu mahali pote walipo. Hivyo ndivyo tunasema siku ya leo. Tukipresent park kwa sababu tumeona tunafinyiliwa. Sisi wakati tuliitwa na Mungu, tuliitwa na tukapewa hekima. Na hakuna mchungaji anasimamaga mbele ya watu, anaweza kulisha mioyo ya watu mwenye hawezi kuangalia wale watu. Mungu akikupea nguvu ya kulisha watu ama hekima ya kulisha watu, anakupeaga mpaka hekima ya kukaa na wale watu. Na mchungaji mwenye anaweza kukaa na watu 100 kwa kanisa, mwaka inaisha na mwaka ingine, ni mchungaji mwenye akona hekima. So venye serikali inatuelekeza, sisi hatuwezi kamwe. Na tumesema hatuwezi, kwa sababu hauwezi kaa na washirika miaka na miaka. Unaenda service ya 6 to 7 hours. Na umezoea kufanya deliverance, umezoea maombi, wamezoea kila kitu mahali pale kwa kanisa. Alafu kutoka saa hii tuambie ni 1 hour, hata wao hawataweza. So sisi tunasema tukiwa kama kanisa, hiyo sheria tuliwekewa hatuwezi. Na hatutaweza. Tuwekewe sheria yenye tutaweza na tutafuata. Lakini tukiwekewa sheria yenye haitawezekana, tutavunja sheria. Na si kutaka. Sisi tunaheshimu serikali na tunaheshimu president. Na tunaheshimu sheria za Kenya. Lakini tukipelekwa kwa njia yenye haifai, tutavunja sheria. Na si kutaka. Hapana, ni venye tunapelekwa. Kwa sababu tunasikia kuna komiti imetengenezwa kwa sababu ya kanisa. Hatukuinvolviwa kwa ile kamiti. Hatujui ni wakina nani. Sasa tunataka kila kitu kikipangwa kuhusu kanisa, tunakuwa involved pale. Tukiwa kama park na zile zingine ziko mbele yetu. Tunataka kukuwa involved. Ndivyo tukiongea, tunaongea kitu kimoja chenye kinatetea kanisa na tunaenda tukiwa roho moja. Tukitoka hapo, watu wetu watatufuata. Amina. Wafupi mbele wale kwa jamii. Kila mtu anaji. Wafupi wasikie mbele. Wekeni distance. Simama pamoja. Wale wako na makoro. Kola. Mungu hapa mbele. Wale wako na kola itakuwa kipaumbele. Sasa anakuja.